Ndugu waandishi, mafanikio haya yanatokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali yetu, lakini uwezo na vipaji vilivyoko ndani ya nchi yetu, na hususani vijana wa kike na wa kiume ambao wanaendelea kupeperusha bendera ya taifa letu kwa ukubwa na kwa heshima ya aina yake. Jambo langu moja kubwa ambalo natamani leo niliseme kwenu wanahabari, timu zetu hizi za taifa, iwe ni Tanzanite Queen, iwe ni Serengeti, iwe ni Ngorongoro, zimekuwepo timu zinazofanya vizuri sana, lakini kwa bahati mbaya hatujazipa ukubwa kama ambavyo tunatoa ukubwa kwa vilabu. Na timu za taifa kimsingi ni wachezaji wetu, watoto wetu, ndugu zetu, ambao wanavyozidi kufanya vizuri ndio tunaongeza ukubwa wa michezo ya ndani. Lakini si tu ukubwa wa michezo ya ndani, tunaongeza pia uwezo wa kutengeneza ajira, na huku tukipeperusha bendera ya taifa letu vyema. Zinapoitwa timu za taifa, maana yake nchi imeitwa. Tunapoita timu ya taifa inacheza na taifa jingine, maana yake ni mapambano kati ya nchi na nchi. Mathalan leo Serengeti Boys under 17, kwa historia ya taifa letu kwa mara kwanza haijawahi kutokea, wamequalify kuingia kwenye nusu finali, na leo majira ya saa 1 wanacheza na Egypt. Maana yake nini? Maana yake ni vita kati ya Tanzania na Egypt, na ushindi watakaopata vijana wetu hawa ni ushindi wa nchi, sio ushindi wa mtu wala kabila wala dini ya mtu. Vijana hawa kama hawasemewi, kama hawapati morali, watakwama. Nilikuwa naangalia juzi hapa, timu yetu imefanya vizuri sana ya wanawake under 20 na imequalify na kwenda Poland mwaka huu. Kwenye mwandishi mmoja anaandika tumepangwa kundi la kifo. Yaani maana yake tayari kauli inayokuja ni ya kuwakatisha tamaa kabisa kwamba hawaendi kutoboa. Sasa timu hizi zikifanya vizuri, tafasiri yake nini? Tafasiri yake taifa letu limefanya vizuri. Zikifanya vizuri, tafasiri yake ya kwamba tumeongeza nguvu ya ushawishi katika bara la Afrika kwenye upande wa michezo, lakini duniani pia kwenye lugha. Ndoto ya wizara yetu